kwa miscommunication ya muda. Tulikuwa tumepanga kwa ajili ya kukutana nanyi na kutoa taarifa rasmi ya serikali ngazi ya wilaya kuhusiana na yale ambayo tulijadili na kuazimia kwenye kikao cha baraza la biashara la wilaya kilichofanyika jana tarehe 16 mwezi wa 6 mwaka 2026. Kwa hiyo nawashukuru sana kwa kufika ofisi ya mkuu wa wilaya. Ndugu wanahabari, jana tarehe 16 mwezi wa 6 2026, baraza la biashara la wilaya lilikutana kwa mujibu wa sheria, kanuni na taratibu za uendeshaji wa mabaraza ya biashara katika ngazi ya wilaya. Na katika mkutano huo sekta ya umma ilishiriki pamoja na sekta binafsi. Kwa pamoja tulikaa na kujadili kwa kina masuala mbalimbali yanayohusiana na hali ya biashara katika wilaya yetu ya Ubungo, lakini pia vile vile tulijadili athari zilizotokana na vurugu za tarehe 29 mwezi wa 10 2025, ambapo kwa kiasi kikubwa biashara nyingi ziliathirika kutokana na kufungwa kwa biashara, kuchomwa kwa maeneo ya biashara, kuibiwa kwa mali za wafanyabiashara, lakini pia hasara ya moja kwa moja iliyofanywa na walioendesha vurugu zile kwa kuhakikisha kwamba biashara hazifanyiki katika eneo letu la Ubungo. Kwa masuala haya tulijadiliana kwa kina na tukafikia baadhi ya maazimio ambayo nimeona ni vyema niyaseme wazi ili umma uweze kufahamu ni kitu gani ambacho baraza la biashara wilaya ya Ubungo limejadili na kuridhiana, na sasa tunaenda kwenye utekelezaji. Jambo la kwanza ambalo tumekubaliana na nimetoa maelekezo mahususi ni kuhusu kuwapanga wafanyabiashara kwenye maeneo ya pembezoni mwa barabara kuu au maeneo ya road reserve zinazomilikiwa na TARURA na TANROADS. Maeneo haya yamekuwa na uvamizi mkubwa holela wa wafanyabiashara kupelekea kujengwa au kuendelezwa bila mpangilio maalum. Lakini pia katika uholela huo wapo watu ambao wamegeuza kuwa ni mradi wa wao kujipatia fedha. Wanakusanya fedha kutoka kwa wafanyabiashara na fedha hizo zinaishia mifukoni, serikali haipati chochote. Kwa hiyo agizo ambalo linapaswa kwenda kutekelezwa, kwanza TARURA pamoja na TANROADS kutambua kwa haraka wale wote ambao wako ndani ya hifadhi za barabara na wanafanya biashara, na utambuzi huo ufanyike kwa lengo la kuhakikisha kwanza wote waliopo ndani ya maeneo hayo wanarasimishwa na wanalipa kodi au tozo sahihi kwa mujibu wa sheria. Haya ni mapato ambayo tukiyakusanya, maana yake ni kwamba maeneo ambayo hayana vivuko, maeneo ambayo yanashindwa kufanya matengenezo ya barabara kwa haraka, tutaweza kuyafikia, kwani tutakuwa tuna fedha ya kufanya kazi hizo. Kwa hiyo wilaya ya Ubungo kwa haraka kabisa, na zoezi hilo nilisema lianze leo, TANROADS, TARURA, halmashauri pamoja na taasisi nyingine za serikali waende wakatambue waliopo ndani ya maeneo ya barabara, watambue kiasi kinachotakiwa kulipwa, na watu hao waanze kulipa serikalini na sio kwa watu wachache ambao wamegeuza hiyo ni miradi yao binafsi. Katika hili nataka nieleweke vizuri, wako mabingwa wa kupotosha au kutoa taarifa tofauti kwamba sasa wafanyabiashara wanaenda kuonewa, kuchangishwa fedha. Hapana. Hali iliyoko katika wilaya ya Ubungo, wafanyabiashara wanalipishwa fedha na watu wachache na fedha hizo hazifiki serikalini.
Kwa sio kwamba wafanyabiashara wanaenda kuongezewa mzigo, hapana. Badala yake tunaenda kuwapunguzia mzigo wa kulipa kiasi ambacho hakifiki serikalini na kila mtu anajiamulia. Yapo maeneo watu wanawalipisha wafanyabiashara shilingi 1,500,000, 200,000, shilingi 500,000, wakati serikalini hakuna kiasi kinachoenda. Kwa hili agizo liende likatekelezwe na maeneo hayo yapangwe na wafanyabiashara walipishwe kiasi kinachomithilika kwa mujibu wa sheria na kanuni za TANROADS. Lakini jambo la pili ambalo linaenda kwenye utekelezaji, pale Mbezi Luis au Malamba Mawili tunaenda kuboresha kituo ambacho kinatumika na madereva bajaji na bodaboda, pamoja na kujenga vibanda vya mfano na shedi la mfano ambalo litatumika na wafanyabiashara. Nimetoa agizo kwa TANROADS kwa kushirikiana na halmashauri ya manispaa ya Ubungo waende wakafanye kazi hiyo. Eneo lile la bodaboda na bajaji litengenezwe vizuri, liwekwe shedi, lipatikane pale eneo la kujenga choo. Huwezi kuwa na bodaboda na bajaji zaidi ya 170 wako sehemu moja hakuna choo. Hii sio sawa. Kwa nimeshaelekeza na hilo linaenda kutekelezwa kwamba eneo hilo linalotumika na bajaji na bodaboda liendelezwe, choo kipatikane, na pia yajengwe mabanda pamoja na shedi au eneo ambalo litatumika na wafanyabiashara kwa mfano. Lakini katika utekelezaji wa hili wafanyabiashara waliopo hawataondolewa. Nimeelekeza isitokee hiki kutumika kama kigezo cha kumuondoa mfanyabiashara na wajanja wengine kwenda kuchukua au kutoa maeneo hayo. Kwa hili ni agizo la pili ambalo limetolewa na liende likatekelezwe. Wafanyabiashara walioko katika maeneo hayo wafahamu kwamba tunaenda kuyaboresha na kuwapanga vizuri bila kuwabugudhi au kukwamisha biashara zao. Kwa TANROADS na TARURA niwaelekeze kwa pamoja washirikiane kujenga vibanda vya mfano na shedi la mfano ambalo sasa litatumika kwa ajili ya wafanya biashara. Lakini jambo la tatu ni kuhusiana na stendi bubu ambazo zimeendelea kukua kwa kasi ndani ya wilaya ya Ubungo. Wilaya ya Ubungo ina stendi maalum ambayo ni stendi ya Magufuli. Mabasi yote kwa mujibu wa sheria, kanuni na taratibu yanapaswa kutumia stendi ya Magufuli. Jambo hili limekuwa likijirudia na maelekezo yakijirudia bila utekelezaji. Badala yake ukiangalia barabara ya Morogoro Road utaona kuna stendi ambazo zimeibuka na biashara kufanyika katika maeneo hayo, wakati eneo mahususi kwa ajili ya stendi na biashara lipo pale Magufuli stendi. Kwa nitoe agizo pale magari 7 pale kwa Yusufu Mbezi wanapoita kwa Yusufu na maeneo mengineyo ambayo yanatumika kama stendi kupakilia abiria na mizigo, ninawapa siku 3. Maana yake ni kwamba Jumatatu kuanzia saa 12 asubuhi jeshi la polisi, LATRA, TANROADS na taasisi nyingine zinazohusika waende wakachukue hatua za kuwaondoa watu wote ambao wanageuza maeneo hayo kuwa stendi zisizo rasmi, na badala yake stendi ya Magufuli na stendi nyingine ambazo ni rasmi ndizo zitumike. Jambo hili la stendi bubu ninalisisitiza kwa sababu wapo watu wanaingia nchini na kuondoka nchini kinyemela bila kufuata utaratibu kwa kutumia hizi stendi bubu. Zipo biashara halali na zisizo halali zinafanyika kupitia kwenye stendi bubu. Kwa katika kukomesha hili ni lazima kila mmoja arudi kwenye eneo lililotengwa mahususi kwa ajili ya stendi. Tutafanya operation maalum kuanzia Jumatatu ijayo ya kuhakikisha kwamba stendi bubu zote ndani ya wilaya ya Ubungo, haswa barabara ya Morogoro, zinaondoka.
nikiri kwamba hilo ni jambo ambalo limekuwa likiendelea, lakini pia nikiri kwamba kuna uzembe katika usimamizi wa maendelezo ya maeneo hayo, kwa sababu ili uweze kujenga hicho unachokisema lazima upewe kibali cha ujenzi, lazima upewe kibali cha ujenzi. Ili uweze kufanya biashara au kuweka stendi pale, lazima LATRA watoe kibali cha wewe kuwa na stendi yako nje ya stendi rasmi. Maana yake ni kwamba kuna usimamizi mbovu katika baadhi ya taasisi. Kwa agizo langu ni kwamba taasisi zote zinazohusika na usimamizi wa ujenzi, utoaji wa vibali wa stendi nje ya maeneo rasmi ziwajibike, kwa sababu huwezi kutatua tatizo tu kwa kukurupuka nalo badala ya kuangalia kwanza chanzo au mzizi ni nini, kwamba inakuwaje mtu anajenga stendi mpaka anamaliza anahamia, aliyempa kibali ni nani? Ina maana ni sisi. Kwa uzembe unarudi kwetu sisi wenyewe katika usimamizi wa sheria, kanuni na taratibu. Kwa hiyo, kwa sababu jambo hili pia limesharipotiwa katika ngazi mbalimbali, walishafika viongozi wa chama hapa wakalichukua, walishafika mkoa wakalichukua, ameshafika naibu waziri wa TAMISEMI akalichukua, na juzi limewasilishwa kwenye kamati ya kudumu ya Bunge, na kamati ya kudumu ya Bunge imelibeba kwa uzito wake kama ambavyo mamlaka nyingine zililibeba na kuahidi kwamba linaenda kushughulikiwa. Kwa hiyo naamini kabisa kwamba tutapata suluhu ya pamoja, kwa sababu hatutaki kuliangalia hili kama jambo ambalo lina solution ya aina moja, kwa sababu chanzo chake pia sio kimoja. Kwa lazima upate chanzo sahihi ili uweze kutafuta tiba sahihi ya tatizo hili, kwamba ni kwa nini inakuwa ni rahisi mtu kuondokea Magomeni na sio kuondokea Mbezi. Kwa nini inakuwa ni ugumu wa mtu kuondokea Mbezi na kuto kuondokea Mbagala? Athari za kuwa na online ticket, kwamba mimi nimekata tiketi yangu online, niko Tegeta, na lazimika vipi kuja Ubungo kuingia stendi alafu nirudi na wapi? Tegeta, wakati gari hilo hilo linapita Tegeta. Mimi nimekata online ticket Kigamboni, gari linalala Magomeni. Ndani ya stendi ya Magufuli haturuhusu kugeuzwa ni parking ya magari kulala. Kwa nini nilipite gari Magomeni lililolala pale nije niingie stendi? Kwa kuna vitu ambavyo dynamics zinazotakiwa kuangaliwa kwa pamoja, na sio tu kwa kukurupuka na kusema solution ni hii. Hapo hautapata suluhu, badala yake utakuwa unatumia hisia na maamuzi ambayo hayana msingi wa kisayansi wa utatuzi wake. Kwa jambo hili limechukuliwa kwa uzito huo, na ndiyo maana pia mamlaka husika ikiwemo ofisi ya mkuu wa mkoa, wizara ya TAMISEMI, kamati ya Bunge inachakata kuona ni njia ipi bora na sahihi itakayotumika kulitatua. Kwa ni waahidi kwamba linafanyiwa kazi, lakini wakati hayo yanaendelea haimaanishi watu waendelee kukaa kiholela katika baadhi ya maeneo. Kwa hata huko Manzese, Magomeni, Ubungo na maeneo mengineyo ni lazima warudi katika utaratibu.